hatari, kuna mbwa mkali usivyo ovyo. Na kuna mageti ya kila aina na ndani pia na bastola. Na mlinzi ana bunduki kule nje. Lakini pamoja na ulinzi wote huo, homa nayo inapita na hakuna mlinzi anayeiona, inamshambulia kwenye hiyo nyumba. Malaria nayo yanapita, yanamkuta huyo mwenye nyumba. Na yamkini kwako hakuna hata neti, yamkini kwako hakuna hata mlinzi, yamkini kwako hakuna hata huyo mbwa mkubwa wanaitwa German Shepherd, hayupo. Yamkini hakuna hata geti, mtu akitoka barabarani anaingia mpaka sebuleni kwako, lakini unalala na uko salama. Ni neema ya Bwana, ni neema ya Bwana. Nasema ni neema ya Bwana. Wakati mwingine hata mlango unasahau kufunga, unaamka asubuhi unakuta mlango uko wazi, unamuuliza mkeo, Mama Mary, ilikuwaje hapa? Anakwambia hata mimi sielewi. Ni nini hiyo? Ni neema ya Bwana. Tuliamka siku moja hivi, nakuta geti uko wazi, mlango uko wazi. Kumbe wakati nilimwingia na gari, jamaa nao walikuwa kwenye usingizi, wakarudishia tu. Sasa upepo ukanisukuma, baadaye nikawa wazi, mlango wa sebuleni nao ukawa wazi. Kilichotushtua ni kuku aliingia mapema ndani sebuleni, sikapaka paka. Mungu asifiwe sana. Sasa hii barabara inapisha watu aina mbalimbali, lakini tumelala na tunakoroma kwa sababu waliomcha Bwana hawategemea ulinzi wa kibinadamu. Wanaomcha Bwana wanategemea neema ya Bwana. Naye Bwana anasema ikiwa Bwana hataulinda mji, wanaokesha wanafanya kazi bure. Mwambie jirani yako ni kwa neema tu. Mwambie jirani yako ni kwa neema tu. Kwa neema tu. Sio kujisifu. Haleluya. Haleluya. Neema ndiyo msingi wa wokovu wetu. Hakuna mtu anayestahili wokovu, ni neema. Tulifanya nini? Tulifanya nini sisi mpaka Mungu akaacha enzi na mamlaka? Imagine, ameacha nini? Enzi na mamlaka kwa ajili ya Modimoshi mmoja, kwa ajili ya Muhuru mmoja, kwa ajili ya Msambaa mmoja, kwa ajili ya makabila yote. Akaacha enzi na mamlaka, akasema hapana, hizi kiumbe pamoja na wenge lake na shuka nikiokoe. Mwambie jirani yako, Mungu ni wa ajabu. Mtikise jirani yako, mwambie Mungu ni wa ajabu. Mwambie na neema yake ni ya ajabu. Rudia tena, mwambie Mungu ni wa ajabu na neema yake ni ya ajabu. Mwambie, yani akanipenda mtu kama mimi. Hebu jaribu kupiga picha tu, yani mtu kama wewe, yani Mungu alishuka akaja akatuokoa. Sio hivi leo ukasikia simu yako inaita halafu ukasikia naongea Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mwanangu nimekupenda, mwanangu nataka tuonane leo Ikulu. Wao sijui hapa hukuna kuuliza nauli itakuwaje, unaambiwa kuna magari yatakufuata. Konvoi inakuja ya magari kwa ajili ya wewe ambaye ulikuwa umetoka kijijini, haufahamiki, haueleweki, na kwambia televisheni zote zitakuwa wazi kwa ajili yako. Ni neema ya ajabu imekushukia. Mungu wetu alitupenda hivi hivi tulivyo, na makengeza yangu akanipenda, na lisura langu akanipenda. Haleluya. Hakuangalia sura, hakuangalia elimu, hakuangalia urefu, alitupenda tulivyo. Mwambie jirani yako, nimependwa nilivyo. Mwambie kama ubarikiwi na mimi mwenyewe nabarikiwa nilivyo. Unajua mtu anasema sibarikiwi na wewe Pastor, lakini wewe unabarikiwa jinsi ulivyo. Mwenyewe lazima ujikubali. Kabla watu waje kukubali, wewe lazima ujikubali. Sijui unapita unaenda kama unarudi sawa, lakini najikubali. Amina. Sijui sina shepu, lakini najua mimi najikubali. Mimi ni mkali hatari. Haleluya. Kwa nini? Neema ya Bwana iko juu yangu. Sasa ndio mambo mengine. Haleluya. Haleluya. Kitabu cha Warumi
sura ya 3 mstari wa 23 na wa 24. Uone hiyo kazi ilivyokuwa ngumu. Neema ya ajabu. Warumi sura ya 3 mstari wa 23 na wa 24. Anazungumzia wote. Yaani wote ambao wamepata hii neema, wote. Soma kwa msaada wa Bwana. Amen. Kwa sababu wote wamefanya dhambi na